nikapata ujuzi, tena ujuzi wa kutosha. Nikasema kwamba huu ujuzi, hebu ngoja nije nijaribu kuutumia kwenye maisha yangu, nione kama utaleta msaada. Nikajaribu njia zote za kuangalia mazao ambayo nilikuwa naona kabisa kwamba huenda ya mazao yanaweza kanipatia mtaji. Yote mazao ambayo nilikuwa nafikiri mara ya kwanza nilikuwa naona kwamba yanahitaji mtaji wa maana, na nikisikiliza sauti za watu ambao walivyokuwa wanasema juu ya hayo mazao kwamba yanahitaji kiasi kadhaa, fungu kadhaa la pesa ili uweze kufanikiwa kuhudumia hilo zao mpaka kulivuna. Nikawa kwenye wakati mgumu sana, nilikuwa najiuliza nifanye vipi. Siku moja nikawa nimekaa chini, kaanza kuwaza nifanye nini ili niondokane na haya. Ilibidi nimwambie Mungu, Mungu wa mbinguni, hebu nipe akili na uwezo wa kufikiri na uniwezeshe kuamua kitu sahihi cha kufanya kwenye maisha yangu ambacho kitakuwa msaada. Kikweli baada ya kuwa nimemaliza kumwomba Mungu, hadi siku ilivyozidi kwenda mbele. Wakati huu nilikuwa namwomba hivyo Mungu, nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa nafanya kazi kwenye duka moja la bidhaa. Akili yangu, ndani ya akili yangu likaja wazo likinihimiza nitoke Dar es Salaam niende kijijini huko Lindi. Kuna huko Lindi Kilwa, katika kijiji kimoja kinachoitwa Makangaga. Kikweli nilipokuwa nikiwaza kuhusu hilo wazo la kutoka Dar es Salaam likali limeshika nafasi kwenye akili yangu, ndipo nilipoamua usiku mmoja, na huo usiku ulikuwa ni wa Jumamosi, ndipo nilipoamua kutoka Dar es Salaam na kuja Kilwa, kwenye hiki kijiji ambacho kinachoitwa Makangaga. Nilipokuwa natoka, nilielewa kwamba huku kuna rafiki yangu, ambapo nilielewa kuwa nitafikia kwa huyo rafiki yangu. Kwanza nitakaa chini na rafiki yangu, nitajaribu kuzungumza naye vitu kadha wa kadha, ili tuone namna ya kuweza kufanya kitu ambacho ni bora. Nikawa naongea na Mungu kwamba muwezeshe huyo mtu kuweza kukubali ombi lolote ambalo nitakalomwomba. Kweli nilipokuwa nimefika, nikaongea na rafiki yangu. Rafiki yangu akawa amenielewa. Baada ya kuwa amenielewa rafiki yangu, kikweli akawa amelizia tuweze kuingia kwenye kilimo cha ulimaji wa nyanya. Baada ya kuwa amekubali, na mimi moyoni mwangu nikazamilia na kutia maanani kuwa wakati tutakapokuwa tumeandaa shamba la nyanya, lazima nitakuwa na pembeni na kashamba kadogo ka mboga za majani. Mboga ya kwanza kuipanda ilikuwa ni tembele. Tembele ndio ilikuwa mboga yangu ya kwanza kuipanda, na mara baada ya kwanza kuivuna ilianza kunipa fedha za kujikimu kwenye mahitaji madogo madogo bila kutegemea kwa rafiki yangu. Tembele linisaidia sana, tena kwa kiasi kikubwa, wala sikuhitaji tena msaada kutoka kwa rafiki yangu kwa ajili ya mahitaji madogo madogo. Vitu vyote ambavyo nilivyokuwa nahitaji kuvinunua nilikuwa navipata kupitia tembele. Kiasi cha fedha tu ambacho ikabidi nifungue na account. Ndani ya account yangu ya simu
nikawa na desturi ya kuweka fedha kila siku shilingi 3,000. Nilifanya hivyo ndani ya miezi mitatu. Baada ya kufanya hivyo ndani ya miezi mitatu, nikiwa na fedha ya kutosha tu mfukoni, nikaona kwamba kumbe tembele ina uwezo mkubwa sana kunitoa kwenye shida na kunipandisha kutoka chini na kwenda juu. Ndipo nikaanza kulielewa tembele kuwa ni mboga ambayo ina faida sana kwa kijana ambaye hana mtaji. Nikaanza kuelewa kwamba kumbe tembele lina msaada mkubwa sana kwa mtu yeyote ambaye anayehangaika kuhusu mtaji. Nikagundua kwamba tembele lina uwezo mkubwa sana wa kumpatia mtu mtaji endapo akitia maanani na kulizingatia vizuri. Huyo mtu baadaye anaweza akaishi kama tajiri, anaweza akaishi kama mfalme, anaweza akaishi katika hali ya mafanikio. Baada ya hivyo, ndipo akili yangu ilianza kuamua kutafuta namna ya kuanza na tembele. Baada ya kuwa nimevuna nyanya na rafiki yangu kupitia maelewano ambayo tulikuwa tumeelewana, yeye akatoa gharama zake kwenye zao ambalo. Baada ya kutoa gharama zake, faida ambayo iliyobaki tuliweza kugawana. Ilikuwa faida kubwa kivile, ingani kubwa, na hiyo ndio ilinifanya niweze kuanza kuitumia kama kipato changu cha kwanza, kuamua kujitegemea. Wakati naanza kujitegemea, ndani ya mfukoni mwangu au kwenye akiba yangu kilikuwa kimesalia kiasi cha fedha 150,000. Nikasema kwamba hii 150,000 kisema ni pesa kidogo sana, lakini hii 50,000 ikitumia kutafuta shamba na nikakodi, hii fedha italeta matokeo makubwa sana. Kwa kupitia hiyo 100,000 ndipo nilipoamua kukodisha shamba. Baada ya kuwa nimekodisha shamba, nikaanza kulifanyia kazi. Nikatafuta mbegu za tembele kule ziliko, nikawa nimezipata. Mara baada ya kuzipata mbegu za tembele, sikufanya jizi, nililima tembele. Niliamua kuliweka tembele, niliamua kulima tembele. Baada ya kulilima na baada ya muda kadhaa, Mungu akajalia nikaanza kuvuna. Baada ya kuwa nimeanza kuvuna, mfukoni mwangu nikaanza kupata fedha. Ndipo nikaazimia pia kuanza kufungua account. Nikaanza kuweka kwenye account fedha. Akiba yangu nikaanza kuilisha fedha. Huko malengo yangu nikiwa ninawaza kwamba siku moja napenda na mimi nije kuwa na shamba kubwa
kama sio shamba kubwa, ni shamba kiasi la nyanya kupitia tembele. Hayo ndiyo yalikuwa malengo yangu, ili tembele asilimia kubwa ya kabila langu, watu wa kabila langu au kule kijijini kwetu kule ambako nilikotoka, wakija kuliona tembele wanaweza kusema kwamba haya ni majani ya viazi. Na kule kwetu huwa hawaamini kuwa hii ni mboga, na wala hawafikirii kwamba ipo siku watatumia tembele kuwa mboga. Na kwa sababu hawajui tembele ni nini na majani ya viazi ni nini, ingawa na matembele pia chini yake huwa kuna viazi ambazo sio viazi ambazo ni bora sana kivile kwa ajili ya matumizi ya kula, ingawa vile vile unaweza kala na kujisikia vizuri tu, ila viazi vyake sio bora kama malando, kama viazi ya kwenye malando. Maana kuna tembele, kuna malando. Hayo malando, hayo ndo majani ya viazi, lakini kuna tembele ambalo ni tembele halisi. Yaani kuna tembele ambalo ni mboga, ingawa vile vile na majani ya viazi baadhi ya sehemu watu wanatumia vile vile kama mboga. Tunashukuru mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Tunakuomba uweze kusubscribe, kulike na comment. Na mwisho wa video hii na mwanzo wa video nyingine, tunaomba uweze kutufuatilia.